Safari yao huanza wakati mji bado umelala. Alfajiri, kabla hata ya jua kuchomoza, tayari wameamka. Wamevaa nguo zilizochakaa, wamebeba chupa ya maji na kuelekea eneo la kazi. Hawana uhakika kama leo watapata nafasi ya kufanya kazi, lakini wanabeba matumaini kwamba jina lao litatajwa. Wengi wao kuitwa kufanya kazi siku hiyo si jambo la kawaida. Ni tiketi ya chakula cha familia, ada ya mtoto au kodi ya nyumba. Baada ya kuitwa, kazi inaanza. Kila nyumba huanza chini ya ardhi. Jembe linaanza kukata udongo, koleo linaondoa kifusi, msingi unachimbwa hatua kwa hatua. Mikono inaanza kupata malengelenge, migongo inauma, lakini hakuna anayesimama. Wanaelewa kuwa misingi imara ndiyo utakaoibeba nyumba kwa miaka mingi. Lakini chini mawe tunajenga na bado kuna wengine tuko kwa mjengo bado, lakini ni sasa tunapiga. Sasa kuna lingana, mimi niko kwa plasta, nikiingia saa 2, saa 9:30 nafaa kwa nimefunga kazi yangu. Lakini kwa wale wanajenga mawe wanafaa kutoka waingie saa 2 watoke saa 11. Baada ya msingi, mchanga, kokoto na saruji vinafika eneo la ujenzi. Vijana wanaanza kuchanganya zege, kubeba ndoo nzito na kupitisha vifaa kutoka mmoja hadi mwingine. Ni kazi inayohitaji nguvu, uvumilivu na ushirikiano. Licha ya changamoto mingi, kunyang'anywa fedha, kuinama lunch, ni kwa kuwa nilitegemea na nilikuwa na hiyo matarajio ya kuwa hiyo ndo nafasi Mungu amenifungulia ili kufafanua maonezo yangu ama muonekano wangu wa kesho. Matofali yanaendelea kupangwa kwa ustadi, tofali baada ya tofali. Kila ukuta unaojengwa ni ushahidi wa jasho lao. Lakini kadri nyumba inavyoinuka ndivyo hatari inavyoongezeka. Hatua ya kupandisha paa ndiyo inawatia hofu wengi. Wakiwa juu ya mbao nyembamba, wanabeba mabati, mbao na vifaa vizito, huku wakikabiliana na upepo na urefu mkubwa. Wakati mwingine hawana hata vifaa vya kutosha vya kujikinga. Baada ya paa, wanaendelea kupiga plasta, kuweka sakafu, kufunga madirisha na milango, kuweka dari, kupaka rangi na kufanya usafi wa mwisho. Somo lile nilijifunza kuridhika na kile kidogo napata, kwa kuwa kama sio kuridhika singekuwa nimefika mahali nipo. Polepole eneo lililokuwa tupu linageuka kuwa nyumba ya kisasa. Miezi kadhaa baadaye, siku ambayo mwenye nyumba alikuwa akisubiri inafika. Anakuja akiwa na familia yake. Furaha inaonekana usoni. Watoto wanakimbia kutoka chumba kimoja hadi kingine wakivutiwa na nyumba yao mpya. Wageni wanapiga picha na kutoa pongezi, lakini wale vijana walioijenga nyumba hiyo hawapo. Wao tayari wameondoka. Wameanza safari nyingine kwenye kiwanja kingine kisicho na msingi. Ndoto nyingine ya mtu mwingine inawasubiri. Cha kusikitisha ni kwamba wengi wao hurudi kulala kwenye nyumba za kupanga, huku baadhi yao wakiwa bado hawajawahi kumiliki nyumba yao wenyewe. Hata hivyo, kila asubuhi huamka tena wakiamini kuwa jasho lao la leo linaweza kubadilisha maisha yao ya kesho. Kwa hakika, nyumba hazijengwi kwa saruji, mawe na mabati pekee. Hujengwa kwa jasho, kwa uvumilivu, kwa maumivu na kwa ndoto za vijana wanaojituma kila siku ili wengine wapate sehemu ya kuita nyumbani. Kwa hiyo, wakati mwingine unapopita karibu na eneo la ujenzi, usione tu tofali, mchanga na saruji. Waone vijana wanaojenga ndoto za wengine. Waone mashujaa ambao majina yao hayaandikwi kwenye hati za umiliki, lakini alama za kazi yao zitaendelea kuonekana kwenye kila ukuta uliosimama. Kwa sababu nyuma ya kila nyumba nzuri kuna hadithi ya vijana wa mjengo. Nikiripotia runinga ya Talent, jina langu ni David Jenga.